Kumtumikia Mungu sio ushamba, ni ujanja, kwa sababu unaiandaa roho yako iweze kumuona Bwana. Sasa mimi nakwambia kuna somo la utakatifu nataka nikuelezee leo. Kuna vitu ambavyo vinaonekanaga sio dhambi katika maisha ya mwanadamu, sio dhambi, lakini ni dhambi kubwa sana, na unamhitaji Mungu kuyaacha. Ukiota ndoto unafanya mapenzi usiku ukiwa umelala, unaota ndoto unawaona wafu, Mungu atakuhukumia kwa hiyo ndoto tu uliyoiota. Kwa sababu cha kwanza, ukiota ndoto unafanya mapenzi usiku, unaota ndoto unafanya na majini. Yaani hao ni majini na hao ni mapepo na ni mashetani. Unaota nayo ndoto unafanya nao mapenzi. Ile sio ndoto, ni uhalisia katika ulimwengu wa roho. Na inakujeje? Unapokuwa njiani unatembea unawatamani wanawake au unawatamani wanaume, wengine wale sio watu. Ule ni mtego. Ukiwatamani wale, wanakuona kwenye ulimwengu wa roho, wanakupeleka kuzimu, wanaanza kukufanyia mkakati kuhakikisha kwamba sasa wanahalalisha. Kwa hiyo unaweza kutamani mtu kajua kila mtu unayeona naye njiani ni mtu, kumbe wengine ni mashetani. Umewatamani wamevaa nguo fupi, ni mashetani wale, wanakujia tena usiku kwa njia ya ndoto. Sijui ni kwa nini naongea haya. Utaota hiyo ndoto utasema sio dhambi, ni ndoto tu. Ni dhambi kwa sababu ulianza kutamani mchana ukaota usiku. Wakaja usiku ulifungua mlango. Lakini pia kitu kingine, kuota watu huko na wafu, umemwona mfu. Ile na yenyewe ni roho. Ni roho za mauti zinakufuatilia. Ni kuhakikisha kwamba wewe mwenyewe kwanza unakataa hiyo hali. Hayo mandoto ni vifungo vya kipepo vya kishetani. Na hivyo vifungo vinakuwa vimeruhusiwa kwa sababu ya milango fulani ambayo imeachiliwa wazi. Kwa mfano, mwili ni hekalu la Mungu. Kitu kingine, mwili ni hekalu la Mungu. Je, umejiuliza vitu unavyoviweka kwenye hekalu lake la Mungu ambayo Mungu anakaa ndani yako? Wewe Mungu anakaa ndani yako, unamvalia shanga. Kwa hivyo ni vifungo ambavyo unakuwa umevifungua kwenye mwili. Unakuta hekalu la Mungu mtu anavalisha, kama mwanamke anaivalisha bikini, anamvaa bikini, yani vazi la kikahaba lilivyovuviwa ukahaba. Kwenye hekalu la Mungu ambao Roho Mtakatifu anakaa, unavaa nguo ya bikini, vazi la kikahaba. Mungu anakaa hapo. Mungu ni mtakatifu sana, watumishi wa Mungu. Tuangalie tunavyoenda mbinguni. Chochote kile cha kikahaba hakitakiwi kwenye mwili wa mwanadamu. Haya vitu hivyo. Mimi siwezi kuonea haya. Siwezi kuonea haya, kuongea haya. Kama utafikiria vingine utajua wewe. Muulize Mungu akwambie. Inawezekana pia unatakiwa umuulize Mungu, ila mimi nitaeleza kulingana na Mungu ambavyo ananiambia. Unavaa manywele, mawigi kwenye hekalu la Mungu, unavalisha wigi. Cha kwanza unamkosoa Mungu kwa nywele alizoziumba kwamba sio nzuri. Zile nywele zingine ni watu wametolewa huko, wamekata nywele wale ibada za masanamu huko sio wapi India wapi huko. Wanawanyoa vipara yale manywele, wanakuja wanatengeneza kwenye viwanda vya kidunia na vinapita na kuzimu. Unavaa wigi. Mtumishi wa Mungu. Unavaa wigi lile bila kujua kwamba ule ni mlango wa kipepo, ni wa kishetani. Unafikiri je, tuulizane mimi na wewe, unafikiri Mungu anasupport kuvaa wigi? Mungu anasupport wewe kuvaa shanga? Hata kama umeokoka au hatuoni, lakini kama unavaa, unafikiri hekalu la Mungu unaweza kulivalisha shanga? Hekalu la Mungu unaweza kulivalisha heleni? Unajua maana ya kuweka heleni? Unajua maana ya kuweka heleni? Yaani ile heleni maana yake, chanzo cha heleni umekifuatilia, umekijua? Unajua maana yake? Kuna heleni zingine zinakaa hapa mdomoni, zingine zinakaa kwenye kitovu, zingine zinakaa kwenye pua. Maana heleni ni heleni tu, na utofautiani na wao wote. Kama umevaa kwenye pua ni yule unafanana na yule aliyevaa kwenye ulimi. Aliyevaa kwenye ulimi anafanana na aliyeweka kwenye kitovu, maana yote ni heleni. Unajua maana yake, mtumishi wa Mungu? Tunataka kuingia mbinguni. Siku Mungu anakuuliza, maana yake utaapia kama ulivyokufa. Utavaa kama ni vitu hayo, utatokea hapo Mungu atakuhukumu hivyo ulivyokuwa. Atakuuliza, je, nilikuagiza uvae hiyo heleni hapo kwenye kitovu na unataka kuingia huko mbinguni?
Mungu atusaidie sana kutufunulia macho kwenye haya mambo. Unavaa nguo fupi, unakuja kanisani. Sasa mtumishi wa Mungu, unakuja kanisani ili kutamanisha wanaume? Tuache kumtafakari Mungu, tutafakari umevaa nguo fupi, mapaja yanaonekana. Mpaka wengine wanavuta ile nguo kanisani, wanavuta ile sketi ili zuie mapaja, au wanaweka kitambaa hapa. Ni uzinzi. Ni uzinzi. Ni bora tu tukakaa huko nje. Lakini kama tunakuja kumtafuta Mungu kanisani na Mungu anaonekana, usivae vimini kanisani. Ule ni uchi. Lakini pia wengine ni maagenti wametumwa. Maagenti wengine wametumwa moja kwa moja kuzimu. Wengine wanatumika na kuzimu bila wao kujua. Unavaa vitu vya kutuonyesha uchi. Wengine umeacha maziwa hapa. Unakuja pale kanisani. Kanisa ni sehemu takatifu. Usifanye hivyo mtumishi. Bora ukawa mshamba, ukautafuta huo ufalme wa mbinguni, kuliko ukaonekana ni mjanja ukaishia duniani. Na ni bora usifanye, haitakupunguzia chochote, kuliko ukalazimishwa ukafanya, ukazale ni urembo. Nyuma ya urembo kuna shetani. Sisi sio wa dunia hii. Neno la Mungu nasema nyinyi sio wa dunia hii. Ndio maana ulimwengu ukawakataa, kwa sababu sisi hatutaki kuendana na hii dunia. Acha mavazi hayo, acha, ishi maisha matakatifu, mtafute Mungu,